Kwa kipindi cha mwanasheria wetu. Leo katika kipindi chetu uko na mimi mwanasheria wako Johnson Yesaya, ambaye tutakwenda kujadili mambo kadha wa kadha katika kipindi chetu. Katika kipindi chetu cha leo tutazungumzia makosa makubwa kabisa ambayo yapo katika sheria zetu za Tanzania. Makosa ya jinai ambayo adhabu zake ni kifo au kifungo cha maisha. Kwa hiyo leo tutajikita hapo na nitakuwa nikikutajia kosa moja baada ya jingine, na nitakuelezea kosa hilo linafanywa katika namna zipi na sheria inasemaje kuhusu adhabu za kosa hilo. Sasa kama nilivyojitambulisha mwanzo, mimi ni Johnson Yesaya kutoka Taasisi ya Sheria inayoitwa Jungu la Sheria Tanzania, ambao tupo Dar es Salaam Mikocheni. Na kwa mawasiliano unaweza ukatupigia kupitia namba yetu ya 0628 72 99 34, 0628 72 9934 kwa maelekezo au kwa maswali mbalimbali kuhusu sheria. Basi utaongea na mwanasheria, atakusaidia ushauri na mawazo kuhusiana na jambo lako. Sasa moja kwa moja tuanze kujadili hii mada yetu ya leo ambayo ni nzuri kabisa, na nitaanza na kosa la kwanza ambalo ni kubwa kabisa kati ya makosa ambayo yanatambuliwa katika sheria za Tanzania. Na kosa hili adhabu zake ni kifo au kifungo cha jela maisha, kadri vile ambavyo mahakama itakuwa imejiridhisha au imethibitisha kosa hilo. Sasa kosa la kwanza ni kosa ambalo ni mauaji. Mauaji ni kosa ambalo limetajwa na sheria inayoitwa Kanuni ya Adhabu sura ya 16 katika kifungu cha 196, na adhabu za kosa hilo zimetajwa katika kifungu cha 197 cha sheria hiyo hiyo ya Kanuni ya Adhabu sura 16. Kosa la mauaji ni kosa ambalo linafanywa kwa kusababisha kifo. Yaani mtu mmoja anapokuwa amesababisha kifo, aidha kwa kushambulia, kwa kujeruhi, kwa kutumia labda silaha za kijadi, silaha za kimila, na au silaha yoyote nyingine ambayo inaweza ikamdhuru mtu mwingine. Na kwa kufanya hivyo, kwa kumshambulia au kwa kumdhuru mtu mwingine na ikapelekea kifo, basi hapo tutasema mtu huyo amefanya kosa la mauaji. Lakini pia hayo mauaji yanapaswa yawe ni mauaji ya kukusudia, kwa sababu mauaji yamegawanyika katika sehemu mbili. Kuna mauaji ya kukusudia na mauaji yasiyo ya kukusudia. Mauaji ya kukusudia ni yale ambayo mtu anajiandaa na anania kabisa ya kwenda kutekeleza mauaji, anajiandaa kwa kuchukua silaha au anakuwa amejiandaa, tuseme kiujumla, kwamba anaenda kutekeleza jambo fulani la mauaji, na kichwani mwake anakuwa na ule utayari kwamba anaenda kutekeleza mauaji. Tofauti na mauaji yasiyo ya kukusudia, ambayo mara nyingi huwa yanatokea kama ajali, ambapo mtu anakuwa hajakusudia kufanya tendo ambalo linaweza likapelekea kifo cha mtu mwingine, lakini kwa bahati mbaya inatokea kwamba amesababisha kifo. Sasa hiyo inaitwa ni mauaji lakini yasiyo ya kukusudia. Na haya makosa haya ambayo yanaambatana na mauaji yanakuwa yana adhabu tofauti. Kwa mfano, mauaji ya kukusudia ambayo yametajwa katika kifungu cha 196, adhabu yake ni kunyongwa mpaka kufa. Yaani kosa hilo adhabu yake iliyotajwa na sheria ni kifo ambacho ni kwa kunyongwa. Lakini kosa ambalo ni mauaji yasiyo ya kukusudia, kosa hili adhabu yake ni kifungo cha jela maisha. Kwa hiyo ndio tofauti kubwa iliyopo kati ya kati ya kosa la mauaji kwa kukusudia na
kosa la mauaji bila kukusudia. Sasa pia niwaeleze wasikilizaji wetu wa kipindi cha Mwanasheria Wetu kwamba mauaji si lazima yafanywe yani si lazima tukio lililofanywa siku hiyo hiyo lisababishe mauaji ndipo tuweze kusema kwamba mtu ametenda kosa la mauaji. Lakini mtu anaweza kuwa amemshambulia mtu leo, amemjeruhi mtu leo, lakini sababu zile zile za yale majeraha ambayo yalitokea, mtu huyo akawa amefariki ndani ya kipindi cha mwaka mmoja na siku moja, bado itahesabika kwamba yule aliyetekeleza shambulio amefanya mauaji. Kwa hiyo si lazima muathirika wa tukio yule ambaye ni marehemu tuseme, ambaye amejeruhiwa na baadaye akafariki, si lazima awe amefariki siku hiyo hiyo alipofanywa tukio. Hata ikitokea amefariki ndani ya kipindi cha mwaka mmoja na siku moja, basi bado yule aliyemjeruhi anakuwa anahesabika kuwa ni muuaji na anaweza kushtakiwa kwa kosa la mauaji, na anapokutwa na hatia basi na mahakama atahukumiwa kifo kwa kunyongwa. Sasa hilo ni kosa la kwanza ambalo ni kati ya makosa makubwa kabisa katika sheria za Tanzania na ambayo watu wanatakiwa kujiepusha nayo. Na kosa lingine ambalo linaambatana na mauaji, baada ya kujua kwamba kuna mauaji ya kukusudia na mauaji yasiyo ya kukusudia, basi tuna kosa ambalo linaitwa jaribio la kuua. Hili ni kosa ambalo limetajwa katika kifungu cha 211 cha sheria hiyo hiyo ya kanuni ya adhabu sura ya 16. Sasa jaribio la kuua ni nini? Kama kosa lenyewe linapotajwa jaribio la kuua, ina maana ni mtu alikuwa amejiandaa na anataka kwenda kutekeleza mauaji. Lakini katika kutaka kutekeleza mauaji hakufanikiwa kutimiza lile lengo lake. Na hii inatakiwa ithibitishwe kwamba kweli mtu alikuwa amekusudia kwenda kuua. Kwa mfano labda amemshambulia mtu kwa kiasi kikubwa na kumsababishia majeraha makubwa sana, lakini mtu huyo hakufa. Lakini sasa kutokana na ule ukubwa wa shambulio na majeraha inaonyesha kabisa mtu huyo alikuwa amekusudia kwenda kuua, lakini ikatokea kwa bahati nzuri basi mtu huyo hakufariki. Kwa hiyo inakuwa inahesabika ni jaribio la kuua, lakini ambalo halijatimia, kwamba ilikuwa ni mauaji lakini sasa kwa sababu hayajatimia inakuwa ni jaribio sasa la kuua. Kosa hili nilivyokuambia limetajwa katika kifungu cha 211 cha sheria ya kanuni ya adhabu sura ya 16, na jaribio la kuua hukumu yake ni kifungo jela maisha. Kama mtu atathibitika kwamba alikuwa kweli ana nia ya kuua na amefanya kitendo ambacho kilikuwa kinategemea kupelekea kifo cha huyo mtu aliyelengwa, basi mtu huyo atahukumiwa kwenda jela maisha. Kwa hiyo tukiachana na mauaji na nilivyokudadavulia hapo tofauti ya mauaji ya kukusudia, mauaji yasiyo kukusudia na jaribio la kuua, tuhamie katika kosa lingine ambayo ni kati ya makosa makubwa katika sheria za Tanzania na ambalo adhabu yake ni kifo. Sasa kosa hili la pili ni kosa linaloitwa uhaini. Uhaini ni kati ya makosa makubwa kabisa ambayo yametajwa na sheria za Tanzania, na ambapo yanafanywa ikitokea mtu amefanya na ikathibitika hivyo, basi mtu huyo anahukumiwa adhabu ya kifo. Sasa kosa la uhaini ni kosa ambalo limetajwa katika ibara ya 28 na kutajwa kwamba ni kati ya makosa makubwa ambayo yapo katika sheria za Tanzania, ambayo ni makosa dhidi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini tuna kifungu cha 39 cha sheria ya kanuni ya adhabu sura ya 16 ambacho pia kinalitaja kosa hilo la uhaini. Sasa tuangalie sasa kosa la uhaini. Tunapokuwa tunasema mtu amefanya uhaini, anakuwa ametenda vitu gani au viashiria kwamba hili sasa linaelekea kuwa ni kosa la uhaini. Kwanza moja,
mtu anapokuwa ni mwananchi au ni mwananchi raia wa Tanzania, anapokuwa anajaribu kumuondoa rais kwa njia zisizo halali kutoka katika nafasi yake, kama kumpindua au kutumia maandamano makubwa ambayo sio ya halali, basi mtu huyo anakuwa anatenda kosa hili la uhaini. Kufanya shinikizo kubwa kwa serikali, labda kwa lengo la kumuondoa rais katika madaraka kupitia njia zisizo halali kama vita na mashambulio hayo mengine yanayotumia nguvu za kijeshi, basi ni moja kwa moja mtu huyo anakuwa anatekeleza uhaini. Lakini pia unapokuwa mtu anasababisha kifo, labda anamtarget rais wa nchi, anasababisha kifo chake, au labda anamjeruhi na kumlemaza katika nia ya kutaka labda kumuua, au kumkamata, kumzuia na kumteka rais, inakuwa ni moja kwa moja hilo ni kosa la uhaini, ambalo adhabu yake linapothibitika, mtuhumiwa wa kosa hilo anaweza akahukumiwa mpaka anaweza akahukumiwa kifungo anaweza akahukumiwa kifo, adhabu ya kifo. Na kuna vitu vingi ambavyo vinaambatana na uhaini. Mambo mengine ni kama kutisha bunge au kutishia mahakama ishindwe kutekeleza majukumu yake kadri ya sheria zinavyotaka, na kulazimu taasisi hizo kupitia shinikizo labda la kuua, labda la kutarget, labda kuua majaji au kushambulia bunge. Kwa hiyo pia ni sehemu ya makosa ambayo, sehemu ya vitu ambavyo vinaweza vikaangukia katika kosa la uhaini. Na mtu anapokutwa na hatia katika kosa hilo, basi anahukumiwa kifo. Sasa pia kuna mambo mengine mengi kama kushawishi wananchi au raia, kushawishi labda kuivamia serikali au kuiondoa serikali kwa nguvu bila uhalali, na kujeruhi labda viongozi wa umma na masuala kadha wa kadha. Yote hayo yanaangukia katika makosa ya uhaini, na mtu anapokutwa na hatia katika kosa hilo, basi atahukumiwa kifo. Sasa hilo ni kosa la uhaini, na nimekuelezea elements zake au vitu ambavyo vinachagiza kosa hilo, kwamba vitu ambavyo vinaweza vikafanyika na vikatambulika kwamba ni uhaini, na vinaweza vikaadhibiwa kwa adhabu ya kifo. Sasa baada ya kuwa tumemaliza hilo kosa la uhaini, tuhamie kwenye kosa lingine linaloitwa ugaidi. Ugaidi na uhaini havitofautiani sana, japokuwa kuna vimetajwa katika sheria tofauti na labda ukubwa au uzito wa madhara yake na walengwa ndio vinaweza vikalitofautisha kidogo, lakini yanafanana kwa ukaribu sana. Sasa moja kwa moja tuangalie ugaidi ni nini na inatofautiana kwa kiasi gani na kosa la uhaini. Sasa ugaidi ni kosa ambalo linatendwa na mtu au kikundi cha watu kwa kulenga kuishinikiza pia serikali kutekeleza jambo fulani ambalo halipo pengine katika mpango wa serikali, kwa kutumia nguvu, au kufanya tukio ambalo linalenga kutisha idadi kubwa ya watu, labda kushambulia labda vijiji, kuua watu kwa kiasi kikubwa, kuwatisha watu na kuwaamuru kufanya jambo fulani ambalo labda serikali imezuia au serikali haitaki jambo hilo lifanyike. Lakini kushambulia taasisi kubwa kwa kulipua labda ofisi za serikali, au kulipua majengo ya serikali au mashirika ya kimataifa na kadhalika.
Lakini pia kuharibu au kusababisha hali ya sintofahamu katika mifumo ya msingi ya kisiasa, kikatiba, kiuchumi au kijamii ya nchi au shirika la kimataifa. Lakini pia kuna vitu vingine kama kuua viongozi wa umma kwa lengo la kuua au kuwateka viongozi wa umma na kuishinikiza serikali kufanya jambo fulani ili wale viongozi labda waachiwe, wawekwe huru. Lakini pia kitendo cha kuhatarisha maisha ya watu labda kwa kufanya mashambulio au kwa kutia sumu, kwa kusambaza labda magonjwa ya kibiolojia kwa lengo la kuua watu kwa idadi kubwa kwa ajili ya kuitisha serikali, basi makosa hayo yote au viashiria vyote hivyo vinaangukia katika makosa ya ugaidi. Na lengo kubwa la ugaidi huwa ni kuitisha serikali au kutishia umma ili kuelekeza wafanye jambo fulani ambalo magaidi wanakuwa wanataka lifanyike. Pengine kuitisha serikali kwa kuteka raia na kwa kuua makundi makubwa ya watu kwa ajili ya kuiamuru serikali kuingia katika makubaliano na hayo makundi ya kigaidi. Lengo kubwa huwa ni hilo, kuicontrol serikali ifanye namna ambavyo makundi hayo ya kigaidi yanavyotaka. Sasa hiyo ni kati ya makosa makubwa ambayo yametajwa katika sheria za Tanzania, na mtu anapokuwa amejihusisha na makosa hayo, basi moja kwa moja anaweza akapata adhabu ya kifo. Basi baada ya kuwa tumeona hayo makosa matatu ambayo adhabu yake ni kifo, ambayo ni kosa la mauaji, kosa la uhaini na kosa la ugaidi. Sasa tuangalie makosa mengine ambayo yana adhabu ya kifungo cha maisha. Yana adhabu ya kifungo cha maisha. Kule mwanzo nilikutajia kwamba kuna mauaji yasiyo ya kukusudia ambayo kifungo chake ni kifungo cha maisha. Lakini pia nikakutajia kuna jaribio la kuua ambacho kifungo chake pia ni kifungo cha maisha. Lakini mauaji ya kukusudia nilikwambia kifungo chake, hukumu yake ni hukumu ya kifo. Kwamba adhabu inayotolewa ni adhabu ya kunyongwa mpaka kufa. Lakini pia nikakutajia makosa ya uhaini na ugaidi ambayo yenyewe adhabu yake ni kifo, kwamba hayana adhabu nyingine ya mbadala. Sasa tuje katika makosa mengine pia ambayo ni makubwa katika sheria za Tanzania, ambayo makosa hayo adhabu yake ni kifungo cha maisha jela. Tuanze moja kwa moja na kosa la kwanza ambalo ni kosa la ubakaji. Wengi mmekuwa mkisikia masuala ya ubakaji, lakini wengi wanauelewa mdogo sana kwenye hili kosa la ubakaji. Watu wengi wanadhani kubaka ni kitendo cha kuingilia mwanamke bila ridhaa yake na kwa nguvu. Ni kweli, lakini hiyo ni sehemu ndogo tu ya kosa hilo, na kosa hilo linaweza likafanyika kwa namna zingine nyingi sana na bado likawa linatambulika kuwa ni kosa la ubakaji, na adhabu yake ikawa ni kifungo jela maisha. Sasa moja kwa moja ni kuelezee hili kosa linaweza likafanyikaje na mazingira ambayo yanaweza yakatambulika kwamba ni sehemu ya kosa la ubakaji. Kwanza moja, anayetenda ubakaji ni mwanaume kwa kumuingilia mwanamke au msichana bila ridhaa yake, kumuingilia kimwili bila ridhaa yake, na katika kufanya hivyo anakuwa akitumia nguvu au bila nguvu, lakini anakuwa amelazimisha bila ridhaa ya yule binti au yule mwanamke ambaye anafanyiwa kitendo hicho. Sasa mazingira haya yafuatayo pia yanaweza yakatambuliwa kama ni sehemu ya kosa la ubakaji. Kwa hiyo endapo mwanaume amelazimisha kushiriki tendo la ndoa au kumuingilia kimwili msichana au mwanamke ambaye si mke wake, au ikiwa ni mke wake ambaye wametengana katika
kuna amri ya mahakama ambayo imewatenganisha kwamba kwa kipindi hicho wao sio mke na mume, na akamuingilia huyo mke ambaye wametengana, basi bila ridhaa yake, basi mtu huyo anakuwa ametenda kosa la ubakaji. Kwamba hata mke wako unaweza ukambaka endapo mmetengana, kwamba kuna amri ya mahakama halali inayowatenganisha, na wakati wa kushiriki basi mwanamke alilazimishwa bila hiari yake kufanya tendo hilo la kujamiiana. Sasa mazingira mengine ambayo pia yanaweza yakatambuliwa kama ni ubakaji. Mwanamke anaweza kuwa ametoa ridhaa ya kushiriki tendo la kujamiiana, amekubali kushiriki tendo la kujamiiana, lakini amekubali kwa kulazimishwa. Pengine labda kwa kutishiwa silaha, kwa ajili ya kutishiwa labda kuuawa, au kutishiwa kufanyiwa jambo ambalo linaweza likamdhuru kimwili. Kwa hiyo anakubali kutokana na kulazimishwa. Hakubali kwamba ni hiari yake ya moja kwa moja, lakini hana namna, inabidi akubali ili akwepe kujeruhiwa au kuuawa. Kwa hiyo pia bado inakuwa inaangukia kule kule kwenye ubakaji. Lakini pia mwanamke anaweza kuwa ametoa ridhaa ya kushiriki tendo, lakini kumbe wakati anatoa ridhaa hiyo hakuwa na akili timamu. Kuna watu ambao wapo kwenye jamii yetu wanasumbuliwa na maradhi mbalimbali labda ya akili, ambapo unakuta kipindi fulani anakuwa na akili timamu, lakini kuna kipindi ambapo afya yake ya akili inakuwa haiko vizuri. Kwa hiyo ikitokea mwanaume ametumia mwanya huo, kwamba wakati mtu huyo akili yake ikiwa haiko timamu, akaenda akamshawishi na akashiriki naye ngono, basi mtu huyo anakuwa amebaka, kwa sababu anafahamu mtu huyo alikuwa akikabiliwa na changamoto ya akili wakati akitoa ridhaa, kwamba hakutoa ridhaa kupitia akili yake kwa 100%, kwamba alikuwa akikabiliwa na hali fulani ya ugonjwa na alikuwa haelewi anachokiamua wakati huo. Kwa hiyo hata kama alikubali, basi bado inakuwa ni swala la ubakaji, kwa sababu amekubali akiwa katika hali ya